ya miguu na mwangaza wa njia yangu. Neno lako ni taa. Neno ni taa. Unapopita kwenye magumu, soma sana neno. Usipoteze hamu ya kusoma neno. Usipoteze hamu ya kumtafuta Mungu. Tena ukiwa kwenye magumu ndio unapaswa zaidi, lakini pia ukiwa kwenye wakati wa amani ndio unapaswa zaidi, kwa sababu wakati mwingine unaweza kupita kwenye changamoto ukashindwa kuomba, ukashindwa kusoma neno, ukashindwa kutafsiri roho Mungu anasema nini na wewe. Kwa hiyo huenda saa hii hauna changamoto yoyote, upo kwenye amani. Nasema mtumishi alisema tunapopita kwenye changamoto ndio tusome neno. Haijalishi uko kwenye magumu au uko kwenye amani, neno la Mungu ni taa na mwanga. Litumulikie muda wote, wakati wote. Soma neno asubuhi, soma neno mchana, soma neno jioni. Tena saa hii tuna bahati nzuri, hata simu zetu tunasema siwezi kutembea na Biblia. Zamani tulikuwa tunatembea na tu Biblia, lakini saa hii tunaweza hata usitembee na Biblia. Unayo simu yako, umedownload Biblia hapo, umedownload tenzi hapo. Yaani vitu vingi vizuri vya kukusogeza mbele za Mungu kila wakati umeviweka kwenye simu yako. Lakini adui ametupiga. Kiangalia mtu kwenye simu yake vitu alivyo download sivyo vinavyompa utukufu Mungu. Hayo tuna mambo ya ajabu ajabu, siwezi hata kuyazungumzia, kila mmoja anajua. Lakini mimi nakukumbusha tu asubuhi ya leo kwamba unapopita katika magumu, neno liwe taa yako. Neno liwe mwanga, likumulikie kila hatua unayopiga. Unapoamka, unapolala, soma neno la Mungu. Huwezi kusoma Biblia yote kwa dakika moja, lakini soma angalau mistari miwili mitatu ambayo itakusaidia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wapendwa, mwisho kabisa, unapopita kwenye changamoto, nimeendelea kusisitiza usiogope. Ni mambo manne tu nimealeta kwako ambayo utatakiwa kuyafanya unapopita katika changamoto. Yako mengi kama ambavyo nimeendelea kuelezea kwenye semina kwamba yako mengi, vitu vingi, lakini siwezi kuvizungumza vyote. Maana hata somo lenyewe ndio kwanza bado sijalimaliza. Ningekuwa natakiwa kuendelea pale. Namna hekima ya Mungu inavyofanya kazi ndani ya mtu anapokuwa na changamoto, ni uko mbele, kuna vitu vingi. Lakini kwa sababu ndio tunamaliza, ni lazima tumalize. Haleluya. Kwa hiyo mwenyewe ukiwa unaendelea kusoma lile somo lako kwa wale tuliofuatana pamoja, utaendelea kuongeza vitu vingi kwamba ninapopita kwenye magumu, ninatakiwa kufanya nini? Ninatakiwa kufanya nini? Unaongezea hapo, utajikuta umepata ujumbe mzito ambao utakusaidia. Mpendwa, kikubwa usiogope changamoto. Zaburi 23:4 anasema, na nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Sitaogopa. Kwa hiyo haupasi kuogopa. Na ndio maana tangu Jumapili jioni mpaka leo nimeng'ang'ana na hiki kichwa kinachosema usiogope changamoto. Haijalishi ni kubwa kama mlima wa Kilimanjaro, lakini haupaswi kuogopa. Kwa hiyo tumeangalia hapo nyuma habari za Yona, tumeona jinsi ambavyo alitoka kwenye tumbo la samaki. Sasa mimi nasema, ikiwa Yona aliweza kutoka kwenye tumbo la samaki na akawa mzima, na wewe unaweza kutoka kwenye hilo changamoto lako ambalo aliona ni kubwa, ni gumu, hata haliwezekani. Lakini kama Yona alitoka kwenye tumbo la samaki, na wewe utatoka kwenye hiyo changamoto. Kama Danieli alitoka kwenye tundu la simba, na wewe utatoka kwenye hiyo changamoto. Kama Shadraka na Meshaki walitoka katika tanuri la moto, na wewe utatoka kwenye hiyo changamoto. Haleluya. Inawezekana. Ni wewe unaamini ya kwamba ni kweli Lazaro alifufuliwa pale na Yesu. Kwenye mazingira magumu, watu wanasema ananuka. Ilikuwa changamoto ngumu kwa familia, lakini alifufuliwa. Tunaingia kwenye juma takatifu la ufufuko wa Yesu Kristo, na wewe zile changamoto zako zote zishuke chini, ufufuke na Yesu ukiwa na amani, ukiwa na furaha ndani ya moyo wako. Haleluya. Ninaamini kabisa katika nguvu ya Mungu, na ndio maana ninachokuambia nina uhakika nacho ya kwamba hilo nalo litapita. Haleluya. Hilo nalo linalokutesa litapita. Madaktari wamekwambia nini? Majibu unayo. Watoto shuleni wanafanya nini? Wanasumbua. Vijana wangu hapa ananiambia mama, hivi kuna watu hawapendi shule? Nikamwambia kwa nini? Kuna mtoto analetwa shuleni anafungwa na baba yake, anafungwa. Anaita mwisho wa siku, hii siku tumeenda mwezi wa kwanza mpaka saa hii ametoroka shule mara 3. Ni shule ya bweni. Ametoroka mara 3. Juzi babaka akamfunga kamba akamleta, walimu sasa wakasema tumuulize, unataka shule au hutaki? Mtoto akasema, nimesema baba, usinisumbue, sitaki shule, sitaki. Sasa wewe unapita kwenye changamoto kama hiyo, ni mzazi unatamani mtoto wako asome ili aje akusaidie baadaye. Hilo nalo litapita. Amen.
Usiogope, usianze kulialia, usianze kujieleza kwa watu. Ninaamini Mungu aliyekuumba wewe yupo na anakuwazia yaliyo mema. Wafilipi 4:13 inasema, ninayaweza mambo yote. Malizia. Katika yeye anitiaye nguvu. Hakika ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kama unaamini hilo neno, usiogope. Utavuka katika hilo, pamoja na kwamba madaktari wamesema imeshindikana, pamoja na kwamba wale wenye kukudai wale wamesema nakwambia wiki hii tunakuja kusomba vitu vyote ndani, pamoja na changamoto zote unazopitia tumezungumza hii wiki yote, lakini ninaomba Bwana akuvushe kama alivyowavusha wana wa Israeli katika bahari ya Shamu, na hata wewe leo akuvushe kwenye hilo gumu unalopitia. Haleluya. Zaburi 124 ninaipenda sana. Hebu ifungue, alafu yale maneno endelea kuyasoma mwenyewe. Endelea kuyasoma mwenyewe hapo. Zaburi 124. Mimi napenda tu mistari yote ile, nabarikiwa kabisa na yale maneno, lakini nitasoma mistari miwili. Ile ule wa 6 na wa 7 anasema, na ahimidiwe Bwana asiyetutoa kwa mawindo ya meno yao. Mstari wa 7 anasema, nafsi yangu imeokoka kama ndege katika mtego wa wawindaji, tego umevunjika nasi tumeokoka. Mengi kwa Yesu. Ungenielewa, yaani ungenielewa ungeshangilia zaidi ya hapo. Mengi kwa Yesu. Yeye aliyetutoa katika mtego wa wawindaji, nasi tumeokoka. Haijalishi unaona hivi jamani mtumishi anaongea hivyo, lakini mimi kuna hako kapeleke tu msalabani, tumesha sema tumeokoka. Yesu ametutoa kwenye mambo yao, nasi tutakuwa